Salam beautiful souls. Jamani, hauwezi ukachukua ushauri kwa kila mtu unayekutana naye na ukafanikiwa ama ukaweza kufanya jambo lako kwa ufanisi, kwa sababu ufahamu kwa kila mtu ni tofauti. Haijawahi kutokea dunia hii katika watu watatu kukuta kila mmoja na mtizamo sawa na jambo fulani. Kila mtu atatoa comment tofauti. And it's beautiful thing, ni jambo zuri. Lakini hii inatokana na nini? Kwa sababu kuna level za consciousness, kuna level za ufahamu. So ukianza count down almost like 7 levels. Ukianza na level ya kwanza utakutana na survival consciousness. Hawa watu wenyewe wana survive. They woke up, naona wanajiandaa, wanatoka wanaenda makazini, wanarudi. Wenyewe wana hustle kutafuta pesa, wanaangalia mahitaji ya miili yao ama chakula ama usalama, only that and only that. Kwa maisha yake yote yeye anachokifanya ni kutafuta mahitaji ya mwili. Wewe kamaliza. Ukitoka kwa mtu wa survival mode, utakutana na mtu ambaye yupo kwenye ego consciousness. Huyu sasa yeye ego yake iko juu, ushindani na competition zisizokuwa na maana. Yeye anaangalia physical things to attain. Sawa, yani anajiangalia kwamba mimi ni I'm the best. So ego consciousness, mtu anaishi katika hali ya kujitetea. Kila jambo anajitetea. Anataka kujisafisha ama acquire au attain identity fulani katika society. Hii bado ni struggle na ni shida. Ukitaka hapo unaingia kwenye level ya emotional consciousness. Ufahamu huu ni wa kihisia zaidi. So mtu unaanza calculate hisia zako. Kila kitu unachokipitia unakifeel deep. So mtu pale unakuta mtu anaweza kuhisi hatia au anaweza kuhisi aibu au kiburi. Yani hisia zinakuwa ni sehemu ya driving force ya mtu. Hisia zake hazimpiti tu, ila mpaka azicalculate. Pale sikufanya, anakuwa guilty. Anaweza kujifeel kwamba ni mtu. Na kuna watu wengine hawana hisia jamani. Hawana hisia, ndio kama wale watu unakutana nao hawana aibu. Unakuta mwanamke hana aibu, anatembea nusu uchi, anatembea namna hii. Kwa yule mtu yuko kwenye ulimwengu wake na level yake anayojua yeye. Ukitoka kwenye emotional unaingia kwenye rational, ambayo ni mental sasa. Akili sasa. Mtu anaanza kureason, anatumia akili, anatumia logic, anatumia uchambuzi, anaanza kuhoji system ilivyo. Ndio pale unakuta umekaa na mtu, kila kitu kikitokea yeye anaanza kukireason. Bwana, hii system, mfumo, hii matrix, nini. Huyo mtu yupo kwenye rational ama mental consciousness. Kashaanza kuhama kidogo kidogo kuja kwenye kutafakari vitu kiundani. Ukitoka kwenye mental, ufahamu wa kiakili consciousness, unakuja kwenye ufahamu wa moyo. Hapa sasa ndo mtu anaanza kuplay part ya huruma. Yani wanasema ubinadamu, si ndio? Anakuwa na upendo, huruma, anakuwa na msamaha pia. Mtu kwa hivi inahitajika kwamba ego yake ishuke chini. Awe ni mtu wa kujishusha sana. Naona nafsi yake ile ya chini ikandamize ili roho yake iweze kumuongoza. Ndio unakuta mtu sasa hapa ana ufahamu wa kimoyo. Moyo wake una sense na kufanya vitu before akili. So utakuta akitoka kwenye heart consciousness, ufahamu wa kimoyo, atakuja kwenye spiritual awakening consciousness, ambapo sasa hii ni awakening ambayo ina link kutoka kwenye mahitaji ya kimwili ama ufahamu wa kimwili zaidi kwenda kwenye ulimwengu wa kiroho. Hapa ndio bridge ilipo ya kiroho na mwili. Kwa kwenye spiritual awakening ni safari nzito, of course. So mtu utaanza kuona alama, utaona synchronicities, utakuwa na intuition kali. Unaona intuition yako inaongezeka hata kama ni kwa kidogo kidogo, lakini utajikuta kwamba wewe ni mtu ambaye unaona kabla ya kitu kutokea, unafikiria kwanza kabla ya kuongea. So you just see things, alama, nyakati kwako zina play role. So utaanza kuona mazingira ya kukaa na watu mchanganyiko si favorable kwako. So mtu namna hii ambaye yupo kwenye stage ya 6 spiritual awakening consciousness, automatically lazima atajitenga. Iwe itakavyokuwa, hata kama alikuwa ni mtu ambaye ni popular ama ni mtu wa watu, haimaanishi unachukia watu. Ila inatokea kwa sababu umeshahama kwenye ufahamu mmoja kwenda kuna ufahamu mwingine, kwa sababu consciousness si kama daraja za darasani, ila ni mawimbi, ni frequency ambazo mtu anahama. Ni kama vile unapo twist mind yako kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
unahama hata kama mmekaa sehemu moja na mtu, reality yako ni tofauti na reality yake. Kwa hiyo ni stage ya 6 na stage ya 7 inaingia kwenye unity. Kwenye unity hapa ndipo unapoanza ku connect dots kwamba katika ulimwengu mzima jinsi ulivyo, kama vitu vyote viko kwenye oneness. Vitu vyote vinaongozwa kwenye divine intelligence. Yani unakuwa humble, sawa? Unakuwa ni mtu wa kusurrender and you let things flow. Wanasema kama ni destiny, unaamini katika destiny kwamba it was meant to be this, au if it was meant to be this it will. Kama ni unaamini katika masuala ya kadari kwamba hichi kitu kimepangwa, basi kita unfold hivyo. Unakuwa si mtu wa kuforce vitu, ila ni mtu ambaye unaelewa vitu na kuviacha flow the way vina flow, na unaamini kila kitu kimekuwa connected na kitu kingine katika huu ulimwengu. So katika vitu hatari mno ambavyo akili zetu huwa vinatamani ni kwamba at least mtu unapokuwa katika ufahamu fulani usipitie magumu. Lakini the truth is, wakati akili yako na mwili wako vinatafuta comfort, nilikwambia roho yako yenyewe inatafuta growth. Na roho inatafuta ukuaji katika changamoto na mitihani. Najua ni ngumu watu kupenda au kuaccept mitihani kama ni sehemu ya kukua, ila that it is, yani huo ndio ukweli uliopo. So mtu anaweza kuwa juu kiroho lakini bado akajaribiwa. Mtu anaweza kuwa juu kiroho lakini bado. So changamoto au mitihani ni sehemu ya muhimu sana kwenye ukuaji wa kiroho. Mtu anaweza kujaribiwa katika growth, katika ukuaji wake wa kiroho, akakosa pesa, kwenye maisha ya ndoa, kwenye maisha ya biashara. Life goes on. Popote utakapokuwepo kuna mtihani ambao unafanana na pale ulipo utaletwa, ili mradi tu upate ile changamoto na chachu ya nini, ya wewe kukua kiroho. Ukuaji wa kiroho hauhitaji comfort. Jamani, hicho kitu naomba tuelewane. Unahitaji changamoto ili uweze kuacquire kitu kimoja kwenda sehemu, yani sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mimi nawatakia ukuaji mwema katika jambo lenu la kiroho. Hatuwezi tukaisahau roho. Huo ndo mzizi wa maisha. We are not originated from here. So maisha ya muda mfupi hapa yasikuchanganye. Usitafute kusatisfy other people. So find yourself na ujiangalie unahitaji nini within, very deep, na ujifanyie kazi, ujishughulikie. See ya.